alikuwa anajutia sana kwenda huko. Alidai kwamba ameshawishiwa na Kanumba mpaka huko kufika Freemason, haikuwa akili yake. Kuna muda alikuwa hapati hata choo, muda mwingine kinatokea mdomoni. Na yani alikuwa anapitia maumivu makali sana. Hicho kipindi cha nyuma alishawishiwa na Kanumba apelekwe huko kwenye apelekwe kwenye hicho chama. Okay, bwana, karibu tena katika chaneli yetu ipendwa kabisa. Ukisikia kifo unaambiwa bwana, kifo hakina huruma. Kifo hakichagui muda, wakati wala saa. Lakini ndani ya kifo kuna maneno mengi mno ambayo watu wanazungumza. Huyu atasema alilogwa, huyu alisema nini. Lakini tumefika nyumbani ambapo Karina alikuwa anaishi, au kwa jina jingine utamuita Hawa, ambapo tumekuta mengi mazito kiasi kwamba msiba umeanza upya kabisa. Yani kimaanisha msiba umeanza upya, yani msiba kiasi kwamba haujafika hata Tanzania, bado upo India, lakini watu ndo wamelia zaidi. Je, nini kimetokea? Aliyoko mbele yako ni mfanyakazi ambaye alikuwa anakaa hapa na Karina ameweza kumtunza miaka mingi sana, na miaka hiyo yote wameishi pamoja. Unaambiwa kwamba kuna madudu ambayo yalikuwa yanatokea, huku wengine wakisema mwanaume wa mtu sumu, japo kuna wengine wanasemaga mke wa mtu sumu, lakini sasa kwa huyu iligeuka ikawa kwamba mwanamke wa mtu mwanaume wa mtu ni sumu. Nini ambacho kilimkuta Karina? Je, ni zito gani ambalo lilimsibu na kumuumiza? Lakini leo hii tutakuja kujua nini ambalo lilikuwa linampata dada yetu Karina kwa miaka yote hii mpaka kwenda India na mpaka pale kifo ambapo kimemkuta. Dada, habari ya saizi? Salama. Pole sana kwa msiba mzito ambao umewakuta hapa nyumbani, maana tunakuta sasa watu wanalia na kugalagala. Shida ilikuwa ni nini? Hatujajua ni nini. Poleni sana. Asante sana. Pole. Asante. Tumekuta kwamba kuna mabaya ambayo yanazungumzika juu ya kifo cha ndugu yetu mwanadada Karina, ambaye mpaka sasa hatupo nayo, mauti ambayo umemkuta hivi karibuni, na mpaka sasa watu mnalia. Je, ni kweli kuna vitu vilikuwa vinatokea ambavyo hata nyie hamvijui hapa nyumbani? Vitu yani kama vitu gani hivi? Tumesikia ni vitu vingi. Ni kweli kabisa. Wewe ambao hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, comment na kushare ili kupata notification pale punde habari zetu zinapokuwa hewani. Naomba uongeze sauti kidogo ili mtazamaji kule aweze kukusikia, apate kwamba haya madudu na uchafu ambao ulikuwa unafanyika. Umesema hivi, tumesikia vitu ambavyo vilikuwa vinatokea kwamba kuna nyoka walikuwa wanatokea hapa nyumbani. Unaweza labda kutuambia kwamba hayo majoka yalikuwa yanakuja muda gani? Na hapa tumeambiwa pia leo hii limeweza kujitokeza chatu kubwa kwenye chumba ambacho tunategemea kuja kuweka mwili wa marehemu. Je, nini ambacho kimetokea? Je, ni kweli hao nyoka wanakuja? Kama unavyoona mazingira yenyewe yanaruhusu tu nyoka, kwa sababu nyoka anaenda sehemu yoyote pale. Nyoka kama tunavyojua anapenda miti, kwa hiyo na hapa tuna garden, miti, maua hayo huwa wanakuja kwa sababu ya mazingira yenyewe yana miti. Kwa hiyo nyoka sio kitu cha ajabu sana kuja kwenye nyumba hapa ndani. Kwa hiyo kwamba hivi vitu haya majoka ambayo pia ili joka ambalo limefika limelala kwenye kitanda ambacho marehemu tunategemea kuja kumweka leo, inamaanisha kwamba dada yetu Karina kumweka leo ni kawaida kufika haya mazingira, kwa sababu ya mazingira ya nje. Kuna miti, wewe mwenyewe umeona hapo nje ulivyokuwa unakuja, kuna miti, kwa hiyo nyoka lazima waje. Ndio. Pia stori ambazo pia zinaendelea zikidai kwamba baadhi ya wanachama wa Freemason walifika katika hili eneo leo hii. Je, ni kweli kwamba walifika labda kuja, au nahisi wao wanakuja tu kama kufanya dini? Kwa sababu dadangu ni alikuwa mtu wa Mungu sana hivi mwishoni, baada ya kujua makosa yake aliyofanya hapo mwanzo. Ndio kwa sababu yeye alivyokuwa ananisimulia story, mara nyingi tulikuwa ananisimulia story zake, alikuwa ni mdogo, haelewi hayo mambo ya Freemason, alikuwa hayaelewi vizuri, ila walimshawishi. Hicho kipindi cha nyuma alishawishiwa na Kanumba apelekwe huko kwenye apelekwe kwenye hicho chama. Yes kabisa. Bwana, wewe ambao hujasubscribe naomba kwanza usubscribe. Ikumbuke kwamba Kanumba alishawahi kwenda kule Lagos, Nigeria, na tunakumbuka kwamba alienda kufanya uzinduzi wa ile movie wanaita The Great kama sikosei. Kwa kile kipindi kile ndo walienda kwa pamoja sasa.
Ndio alipelekwa, nadhani alishawishiwa kwa sababu kwa kipindi hichi kigumu alichokuwa anakipitia, alikuwa anajutia sana kwenda huko. Alidai kwamba ameshawishiwa na Kanumba mpaka huko kufika Freemason, haikuwa akili yake. Na masharti tunasikia pia kwamba baadhi ya masharti ambayo yalikuwa ni magumu zaidi, kwamba ilibidi amtoe mwanawe wa pekee, ndo akakataa. That's why alikutwa mwisho wa siku kuanza kuvimba ovyo na malazi ambayo yamemsumbua. Tunaweza tukasema marehemu asemwi vibaya, lakini tunakuja kuthibitisha yale ambayo yamemkuta mazito. Poleni sana. Asante. Tunasikia pia kwamba kuna stori za waganga wa jadi hii nyumba, kwamba wamekuwa miaka yote wakiandama, kwamba kuna vitu ambavyo vilikuwa vimejificha humu ndani, watu walikuwa wanakuja kufanya kwa ajili ya dada yetu hawajui. Kweli? Walikuwa wanakuja, lakini waganga sio vitu vya ajabu sana kwa sababu mtu na asili yake. Walikuwa wanakuja na hata dini yetu inaruhusu dawa za mitishamba. Kwa hiyo si haramu sana. Walikuwa wanakuja wanafanya zindiko kidogo kwenye nyumba ili kujilinda na mwanaye na sisi sote kujilinda. Kwamba kumbe yote yalikuwa tu ni matibabu Ndio, ilikuwa ni moja ya mihangaiko ya kutibu ugonjwa wake. ambao ulikuwa unamsumbua. Ndio. Je, kweli kuna uhakika wa stori, japo wanadai wengine ni kulogwa, ambako dada yetu alikuwa analogwa, aliwahi kuchukua, wanadai wengine mara alichukua, alitembea na bwana mtu. Je, kwa sasa huku kuna ukweli wowote unavyohisi, au ni maneno tu ya kusikia? Bwana wa mtu ni hivyo vitu kwa Tanzania hii ni kawaida sana. Ni vinatokea mara kwa mara. Kwa hiyo sikushangaa sana kuona amezalishwa na mume wa mtu. Hivyo vitu ni vya kawaida, lakini alikubali na alitulia, hakutaka kumwambia mtu yeyote. Ndio maana hata mtoto hamjui baba yake. Ili kuepusha shari. Bwana, niliwaambia dhahiri kwamba tutaenda kujua yale mazito, yani nikizungumzia mazito kwamba uchafu wote ambao unaendelea pamoja na vitu ambavyo vilikuwa vinamkumba dada yetu kipindi akiwa anaumwa na kipindi ambapo ampoteza. Labda mara mwisho hivi mliwahi kuongea naye kwenye simu, labda akakusimulia chochote kabla hajafa hizi siku 2-3? Ndio, alinipigia na tuliongea sana. Alikuwa ananipa kama ushauri kwamba mdogo wangu, tafuta hela za halali, usipende kushawishiwa na vitu, yani akili yako wenyewe ndio iongoze, usipende kuongozwa na mtu, kwa sababu hali ninayopitia hii sasa naona kama mimi ndo nimejitafutia. Ndio. Kwa hiyo kwamba kumbe kuna hali ambazo alikuwa anazipitia ambazo pia wewe kama mdogo wake amekushauri kwamba bwana, usithubutu kufanya hivyo, tafuta pesa za halali, kwamba kuna magumu zaidi. Ndio, kuna magumu zaidi kwa sababu yeye aliniambia anajutia sana kwenda kwenye hivyo vitu, kwenye hicho chama, ndio kinachomfanya anateseka sana saizi. Ndio. Bwana, tunasema pole sana na ndugu wote, pole, lakini haya yote ni ya dunia. Unaambiwa mwanadamu siku zake za kuishi zinahesabika, kama hivyo kwamba hii kuwa ni muda na wakati sahihi ambao Mungu amempenda zaidi, kwa sababu hata hivyo ameteseka sana kwa kipindi cha miaka mingi. Labda alivyokuwa analia, maana muda mwingi alikuwa analalamika sana tu. Je, nyinyi mlikuwa mnahisi kuna vitu ndani vilikuwa vinamchoma au ni nini? Kwa tumbo lake lilivyokuwa linaonekana, tumbo lilikuwa linajaa sana na kuna muda alikuwa hapati hata choo. Choo muda mwingine kinatokea mdomoni. Na yani alikuwa anapitia maumivu makali sana ya tumbo na tumbo lilikuwa linajaa. Ndio. Labda kwa hao madaktari ambao walikuwa wanamtibu dada yetu kwa muda huo wote akiwa anaumwa, je, labda walikuwa wanaambia kwamba kikubwa nini ambacho kilikuwa kinamtesa? Ni tumbo tu? Walikuwa wanasema ana uvimbe tumboni. Ni tumbo tu ndio lilikuwa linamsumbua sana. Ndio. Bwana, mimi naweza nikasema wewe ambao hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, comment na kushare ili kupata notification soon habari zetu atakapokuwa hewani. Bado mambo ni mengi na mambo ni magumu. Naambiwa dada yetu bado yupo nchini India mpaka saizi, mwili haujafika Tanzania, lakini tutafika. Yani naambia utakapofika msiba tutahakikisha tunaonesha vimbwanga vyote ambavyo vinaendelea katika hii nyumba. Je, nini ambacho kipo ndani ya hii nyumba au nini ambacho kilikuwa kinamsumbua? Basi mimi niweze kusema chao mpaka wakati